kitabu cha Zaburi mlango wa 12, kichwa cha somo na leo kinasema waaminifu wametoweka katika wanadamu. Waaminifu wametoweka katikati ya wanadamu. Tumekwisha somewa kitabu cha Zaburi mlango wa 12. Tumesomewa jumla ya mistari 18, sio mingi sana. Na kichwa tunachokiona, hoja tunayoona kubwa ni hiyo. Habari ya kwamba watu waaminifu, watu wa kweli, wenye kupenda kweli, watu wenye kuenenda katika uhalisia wa mambo, anasema wanaendelea kuisha, hicho kizazi kinafutika, kinaondoka. Na hili somo halina tofauti sana na lile tuliona kwenye mlango wa 11 wiki ya nyuma, ile kunaongelea habari ya misingi kuharibika. Kwamba misingi inapokuwa imeharibika, kitu chochote kile kitaendelea, yani kila kitu kitaharibika. So msingi sehemu viliposhika umeondoka. Kwa hiyo tunaona ni muendelezo wa hoja kama hiyo, kwamba vile vitu vilivyotegemewa, vile vitu ambavyo ndio vilikuwa viwe ni mwanadamu mwaminifu, mwanadamu mwenye kweli, kinywa cha kusema kweli, vinaendelea kupukutika, kufutika, kuondoka. Kwa hiyo anasema waaminifu wametoweka katikati ya wanadamu. Hoja ni kwamba wanaendelea kupungua, na hili huhitaji kulifikiri sana. Utaliona tu, utaangalia wanadamu wanavyohusiana, wanavyoongea, ahadi wanazofanya. Mnaenda katika ndoa za wanadamu. Mtu yote aliyekuwepo labda nyuma, na wanao labda wengine ambao hawapo nyuma zaidi, vitu tunavisoma, tunaviona, na wengine wapo wazee labda na nini, kwa kiwango cha watu walivyokuwa wanavumiliana na kuishi pamoja katika ndoa ilikuwa ni kitu cha kawaida. Lakini sasa hivi kusikia watu walikuwa wote baada ya miezi mitatu, miaka miwili, mitano, ni huo ndio uaminifu kufutika. Watu kusema uongo. Hata katika vitu vya kawaida, vitu kama siasa. Tafuta twende hata kwenye siasa, kwa sababu siasa ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Tafuta kizazi cha wazee kama kina Mzee Nyerere, kina Kaunda wa Zambia, akina Kwame Nkrumah wa Ghana, hawa akina Nelson Mandela wa Afrika. Hicho kizazi hukipati leo. Unakutana na kizazi cha watu walio tayari kutoa rushwa na kununua chochote ili kusudi waweze kuvaa suti nzuri, waweze kumiliki magari mazuri na nini. Hawana mpango na kuendeleza jamii yao kama viongozi. Huko ni kwenye siasa. Yaani hicho uhitaji, kwa kweli uhitaji akili kubwa sana kukiona. Maana tukiongea lugha ya siasa watu wanaielewa kidogo, lakini sisi huko hatuko sana. Tuko katika neno la Mungu. Waaminifu katika nchi. Mtu anaweza kukupa kauli ukaiamini. Lugha ya Kiingereza sema to take it to the bank. Yaani anakupa kauli, anasema hili neno ni la kweli na kesho nikija nitakuta liko vile. Lakini leo kuongea na mtu, kesho kukuta ni kona 1000 ni ngapi, utapeli, lugha ya kitapeli. Paka neno limezaliwa jipya linaloitwa utapeli. Miaka 20-30 naamini iliyokuwepo ile neno halikuwepo. Lakini neno matapeli ni epuka matapeli. Waaminifu wanatoweka, kizazi cha waaminifu kinaondoka. Lakini ukisoma katika kitabu cha Yoshua, nisikiliza vizuri mtumishi, ndugu unanisikia katika Bwana. Yoshua aliyowaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, alifanya kazi na kizazi vile kigumu kama kile cha Musa. Anafika sehemu fulani, anawaambia bana, katika Yoshua 24 mstari wa 15, wala sitafungua kwa mstari maarufu sana. Yoshua 24:15, mwishoni mlango wa mwisho wa kitabu cha Yoshua. Anasema jamani, inaonekana mmeanza kupotoka. Mmeanza kukengeuka. Na wataka mimi kama kiongozi wenu katika mambo ya Mungu, katika kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani, katikati ya nchi ya ahadi, tumwabudu Mungu, tusimame na Mungu wetu na haki yake yote. Au la, kama mtaki basi fanya uchaguzi. Kila mtu achague, sitamlazimisha mtu.
kama ni Mungu wa mbinguni tukae wote tumwabudu pamoja au la. Kama ni miungu ile ambayo mlikuwa inaabudiwa na baba zenu zamani, anasema ngambo ya mto huko ngambo ya Jordan ndiko walikotoka huko wakina Ibrahimu na nini, katika nchi ya Uru ya Ukaridayo. Sema kama mnataka kwenda na miungu ya hiyo iliyokuwa miungu ya mababu zenu, enendeni na hiyo. Lakini anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Anachotaka kutuambia, anasema hata kama taifa zima litapotoka, taifa la Israeli, taifa la leo, wanadamu wa leo. Leo hii mara nyingi Biblia ikisema taifa haimaanishi nchi kama nchi tunavyozoea au dola. Naongelea wanadamu wa eneo moja. Jamii ya wanadamu, anachotaka kusema Yoshua, anasema ningetamani tukae pamoja tumwabudu Mungu wetu kama tulivyofanya awali. Lakini kama hamtaki, mimi sitapotoka pamoja na ninyi, mimi na nyumba yangu tutamwabudu Bwana. Ujumbe ni kwamba hata kama waaminifu wataondoka wakapotea kama nyakati za Joshua, wewe na nyumba yako, mimi na nyumba yangu, wachache waliobaki, masalia, tunao uwezo wa kuendelea kuwa waaminifu wa nchi. Sefania anasema anasema mtafuteni Bwana ninyi mlio waaminifu wa nchi. Msani kwa sijaupanga, lakini ngoja ni utafute, utuongezee nguvu ya kufikiri. Lengo la somo kama hili ni nini? Ni kukuthibitisha wewe. Wewe na utusikia, wewe unaamini kweli ya neno la Mungu. Hata kama utaona jamii inayokuzunguka inaendelea kupotoka. Leo hii kuna kitu kinaitwa machawa. Machawa ni watu, tutakuja kwenye hiyo misali tutaipitia. Ni watu ambao ni kinyume cha watu waaminifu. Ni mtu ambaye anafanya kwa sababu anaona kuna kitu anakitafuta cha faida kwake. Yuko tayari kunyonya damu ya watu wote ili kusudi ashibe yeye. Sasa hivi kuitwa chawa ni neno kabisa limezoeleka, linaonekana neno la kawaida. Tena mtu unajikuta anakuambia mimi ni chawa wa fulani. Kabisa anajitangaza. Hicho ni kipimo kwamba kiwango cha uaminifu kimepotoka kiasi kwamba waliobaki hawashangai waovu. Hawashangai. Neno linatamkwa hata ni sana mtu atoke hapa aseme mimi ni kahaba. Watu hamna. Kwa mfano akisema mtu akatokea kwenye mtandao akajiita kahaba namba 1 Tanzania, atakosa followers. Atakosa. Lakini nyakati za Musa na wengine ilikuwa anapigwa mawe mpaka anakufa. Lakini sasa hivi ndiye aliye na followers, wafuasi. Kwa hiyo ni nyakati za actually ukisoma katika kitabu cha okay, mbele baadaye nitakuja kulisema, lakini ngoja niache kwa sasa. Ukisoma kwenye Timotheo wa pili mlango wa 3, anasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Hiyo orodha nitakuja kuisoma kidogo, ni mstari maarufu sana. Lakini ukienda katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6, nyakati za Nuhu, mpaka Mungu anaita gharika, mlango wa 6 mwanzoni pale. Ilionekana jamii nzima ya nyakati za Nuhu ilikuwa imepotoka karibu yote. Lakini Nuhu akaona kibali machoni pa Bwana, yeye na watu wake wa nyumbani mwake. Maana yake ilikuwa ni familia moja ilikuwa imesimama imara thabiti. Ndio pamoja na mimi. Na kumbuke kwenye Luka 17 Yesu anasema sehemu kadhaa, anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, kama ilivyokuwa wakati wa Rutu. Wakati ukengeufu umekuwa mwingi kabisa, giza limefunga dunia, anasema ndivyo itakavyokuepo wakati wa kurudi kwake mwana wa Adam. Ukisoma katika Mwanzo 19, Sodoma na Gomora na miji yote ya mwambao iliyoizunguka ilikuwa ni miji iliyoharibika ya mashoga na wachafu na wasagaji na nini. Vitu ambavyo sasa hivi vimeanza kuzoeleka. Sasa hivi kukutana na wanaume waliovaa masketi, walio na maheleni, waliosuka nywele kama wanawake, wanaotembea wamelegeza huku, kila kitu mnaona ni shoga kabisa. Wanaopiga nini usoni nini nikumbusheni lugha hii. Makeup. Yes, makeup.
Yaani unakuta kabisa ni vimashoga na nini, unakuta ndilo liko mbele linawasherehesha. Ndilo role model. Ngombe hicho ni kipimo kinachojibu hoja ya leo kwamba waaminifu wametoweka katikati ya wanadamu. Unasemaje wameisha? Hapana, ndo anabaki Yoshua katikati ya Waisraeli wenzake. Anabaki Nuhu nyakati za wakati wa gharika la Nuhu. Anabaki Lutu nyakati za Sodoma na Gomora. Labda utabaki wewe na nyumba yako na mtamwabudu Bwana. Nani kwa pamoja? Na ni vizuri wewe mwanaume unasikia, wewe mama, wewe kijana, mwanadamu yote yule ambaye ana mguso wa Mungu kuwa na kutokutikisika kizembe kirahisi rahisi. Ukasimama katikati ya waliodondoka. Waone kuna movie zamani, mimi sio mtu wa movie tangia zamani, lakini sasa hivi nazichukia zaidi. Unasikia kuna movie inaitwa Last Man Standing. Yaani mwanaume mtu wa mwisho aliyesimama, wengine wote washanguka. Wewe kuombe wewe unayenisikia, simama kiroho kama mtu wa mwishoni. Amen. Yaani kwa pamoja na mimi. Kama mtu wa mwishoni. Na mtu katika ile ilikuwa anajenga hoja kidogo au najenga hoja. Mtu katika ile mistari 8. Mstari wa kwanza anasema anasema Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Bwana uokoe. Kwa lugha nyingine, iwapo wanadamu waaminifu wameondoka, misingi imeharibika, ni nini kilichobaki? Anasema ni kumlilia Mungu. Ni kumomba Mungu aweze kuokoa. Kuweza Mungu kumomba Mungu aweze kusimama na hao wawili watatu waliobaki. Leo hii najiuliza, labda ni kijana ametokea akawa amesimama wima katika Bwana. Analazimika yuko anatafuta mchumba. Hata na kuhakikisha akiamua kwenda Biblia kiimani atahangaika sana. Walio weupe waliojipiga makeup atakutana nao wengi. Walio na maumbo feki ya Kichina atawapata wengi. Wenye kinywa laini kama cha kina Delila atawapata wengi. Lakini mwaminifu atapatikana wapi? Atapatikana wapi? Mwaminifu atampata wapi? Kwa nini wametoweka? Na hakuna kitu chepesi, hakuna kitu kigumu kama kuishi katikati ya watu ambao hamfanani tabia. Wewe kila wakati unahangaika kutafuta mwenza. Hata Adamu wakati alipoombwa, Mungu alimwambia okay, sasa Adamu ushaomba tushamaliza, nenda endelea na shughuli zako, angalia jirani zako. Na Adamu akaangalia kile kitu alichoomba Mungu hawafanani. Yaani sasa nitakuwa nashirikiana na mbwa. Hao wazungu siangalie wanaoshirikiana na mbwa. Adamu yeye ni mshinda. Angeweza kutafuta mbwa wake akasema huyu ndo kampani yangu. Haikuwa rahisi kumpata mwenza. Mungu akalazimika Mungu arudi kazini. Arudi kwenye uumbaji. Hawezi leo hii na kuhakikishia mwanadamu nanisikia, Kristo nanisikia, kumpata mtu aliyesimama katika kicho utatembea sana. Utazunguka sana. Ukisoma katika kitabu cha huku nyuma nataka kusema waaminifu hawapo. Wameondoka, wamepotea. Hicho kizazi kinafutika, kinazeeka, hakipo. Au kishaondoka siku nyingi. Lakini anasema katika Zaburi ya 14 tutakuwa huko baada ya wiki mbili, mstari wa 2 na 3 anasema hivi: toka mbinguni Bwana anachungulia wanadamu, aone kama yupo mtu mwenye akili. Huyo ndo sasa na mtu mwaminifu. Amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna atendaye mema la hata mmoja. Unaona kwamba sehemu nyingine ya maandiko inaongea sambamba na hii tunayoongelea. Anasema Mungu naye anaangalia. Sasa ni nani mwaminifu katikati? Ni nani mwenye akili? Wewe ngambie mtu
asiye mtafuta Bwana. Siongelee mtu anaenda kwenye makanisa yao. Yule mtu ambaye anatafuta kweli na haki ya Mungu huwapati wengi. Sio hawa mitume na manabii waliojazana wanaokula sadaka za watu kama mtu anavyokula majani. Naongelea yule mtu ambaye anaenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika neno lake. Huwapati. Mwaminifu. Mwaminifu sio pamoja na kwamba ni yule ambaye peke yake tumepanga kitu alafu asije akapinduka. Sio hilo tu. Ni pamoja pia na mtu ambaye hana nia nyuma ya nia. Kuna mtu unaweza kukuta unaona kila siku anakusalimia vizuri, anakuja karibu na wewe. Kumbe sio salamu kwamba bazo tunatakiwa ni majirani au ni ndugu, hapana. Kuna kitu fulani anakitafuta. Mungu anataka kama unahitaji chochote kwa fulani, unahitaji kutoka kwa yule ufanye nini? Kama ni kusalimiane kama ndugu. Mpati wa hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi mlango ule wa pili, hata nyakati za Paulo, Filipi 2:21, Paulo anasema hivi, Wafilipi mlango wa pili, mstari ule wa 21 sasa. Filipi 2:21 anasema hivi. Kwanza mstari wa 20 anasema, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeiangalia hali yenu kweli kweli, maana wote, mstari wa 21, wanatafuta vyao wenyewe sivyo vya Kristo Yesu. Hata wakati wa Paulo katika utumishi anatafuta mtu angalau ambaye anaweza kusimama naye wakahudumu mbele za Bwana. Anasema ni kile naye kukutana naye nagundua kwamba ninadhani tuko pamoja naye, kumbe ana kitu chake anakitafuta, sio cha Kristo. Bahati nzuri Paulo alikuwa ana Timotheo. Anasema nategemea ni mtume Timotheo kwenu kwa sababu sina mtu mwingine. Hapa hata katika huduma hapa tumekutana na watu wa namna hiyo. Unakutana na mtu kumbe ana vitu anavitafuta. Wewe ngambie, Paulo anasema mimi sikuja kuwatafuta ninyi, nimekuja sikuja kutafuta vitu vyenu, nimekuja kutafuta ninyi, sio vitu. Sieni kwa Kristo kutafuta fedha, sieni kutafuta watu. Leo akamwambia kwamba kuna nabii anabariki watu, anapata pesa, watu watamwagika pale siku hiyo hiyo. Sindio? Lakini wakiwaambia kwamba kuna nabii anakemea dhambi, bwana wakimheshimu sana watamkimbia. La sivyo watamtafutia namna wammalize. Mitego wammalize. Akome kusema katikati yao. Na hadi yuko pamoja na mimi. Hayo ndio ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 3, tulikuwa kwenye Filipi, nirudi kushoto kidogo. Anasema katika Rumi 3 ndiko ananukuu mistari ile iliyoko kwenye sehemu kadhaa humo kwenye Zaburi. Lakini Rumi 3 anasema katika mstari ule wa 13 anasema hivi. Koo lao ni kaburi wazi. Alikuwa ameanzia nyuma. Mstari wa 11 anasema hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hapo ndio kusema waaminifu wameondoka katikati ya wanadamu. Anaenda anasema hakuna mtenda mema la hata mmoja, koo lao ni kaburi wazi. Kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira iko chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Leo hii tafuta miguu na mikono yenye mbio kumwaga damu ya vitoto vichanga katika kile kinachoitwa utoaji wa mimba. Zamani mtu akibahatika akipata ujauzito anategemea atapata mtoto. Lakini leo hii kitu cha kwanza anaenda kutafuta kliniki atakapoenda kumchomoa. Hawa watu Mungu hata wasema vizuri na haki zao zinaandikwa kwenye makatiba yao, kanuni,
mikutano mikubwa ya kitaaluma na ya kisayansi na agenda mbalimbali zitapitishwa za kuwezesha ushenzi wa namna hiyo uendelee. Mungu akawa pembeni anasema waaminifu katikati ya wanadamu wametoweka. Amina. Mtuende ndio nilikuwa nasema katika Timotheo wa 2 mlango wa 3 anasema siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari. Anataja orodha ya tabia za wanadamu. Anasema watakuwa watu wanajipenda wenyewe, watu wanapenda. Hivi wapenda fedha watakuwa ni watu waaminifu. Mpenda fedha yuko radhi na kuhakikishia. Yuko radhi achukue mtoto aliyemzaa mwenyewe aenda akamtoe kafara ili kusudi biashara zake ziongezeke. Au hata kama hana biashara basi zianze. Waaminifu wameondoka katikati ya wanadamu. Ndio sio? Ndio. Tuende katika sasa unaweza kusema ujumbe nini? Ujumbe ni ule ule tulipoanzia. Kwamba wajapobadilika wote. Potoka wote. Wajapo kengeuka wote. Wajapo anguka wote. Wajapoondoka wote. Maneno kama hayo sio lazima mimi na wewe unanisikia kutokea mbali na wewe uwe mmoja wao. Wajapovaa vinusu uchi, wewe labda ni binti, sio lazima na wewe uvae hivi. Mabinti wote watakapogeuka wakawa wanavaa makaptura na masuruali na mapensi, wakatembea na maungo yao yanacheza barabarani. Sio lazima na wewe uwe hivyo. Wewe naongea nikiwa kidogo nimepandisha mori, sio ndicho na Biblia inataka. Anasema piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta. Waambie watu wangu dhambi yao na nyumba ya Yakobo kosa lao. Nani nimesikia maneno? Maneno kama haya huwezi kuyasema unaongea vizuri, unanawa na mikono kana kwamba una maji kumbe una hata maji. Yaani ni saikolojia tu ya kujaribu kudanganya watu. Jamani, hapana, Mungu anasema piga kelele. Sema ni anasema Bwana Mungu ameusugua sana ulimi wangu kama mshale. Zaburi za amini katika Isaya. Isaya mshoni pale kwenye 50. Ameusugua sana mdomo wangu na ulimi wangu kama mshale wa mwindaji wa ndege, ili kusudi neno litakapotoka kwenye ule ulimi liwe kali, liweze kuponya. Biblia inasema neno la Mungu ni kama upanga unaokata kuwili mbele na nyuma. Soma katika kitabu cha Ibrania mlango wa 4 mstari wa 10. Neno la Mungu ndivyo linatakiwa liwe hivyo. Halibembelezi matakataka. Halipaki mafuta kwa mgongo wa chupa. Hapana. Tusome Zaburi pale tulipokuwa mlango wa 12, tusome mstari wa 2. Anasema akishasema uaminifu ulioondoka katikati ya wanadamu, na kwenye King James ule mstari wa kwanza hajatumia hata wanadamu wote. Unajua Mungu anataka wote. Unajua kuna vitu ambavyo Mungu anategemea wanawake wafanye kuliko wanaume. Kuna vitu ambavyo wanaume wanatakiwa wafanye kuliko wanawake. Jambo kwenye swala la kusimamia kauli yako ni tabia ambayo Mungu anaidai zaidi kwa wanaume. Na wanawake vile vile, lakini mwanaume kwanza. Ndio sababu kwenye King James anasema godly men seizeth. Waaminifu, wanaume wale waaminifu. Mtu ambaye anaweza katoa kauli isitikisike, isibadilike. Wanasema wanapotea, wanapeperuka, wanaisha. Mtume mstari ule wa 2 anasema hivi. Anasema husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzie, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Wewe kwambie, sehemu ambapo wanadamu wana tabia ya kujipendekeza na wenye ni wanafiki, kuna usalama hapo? Usitamani kuishi bora uishi na mwizi, unaweza kufunga mlango vizuri ukamficha, lakini kuishi na mnafiki atakunasa tu. Ndivyo vitu ambavyo anaviongelea ambavyo ni vipimo vya kupotea au kuondoka kwa uaminifu. Kwa lugha King James anasema they speak vanity
vanity everyone with his neighbor, with flattering lips and with a double heart do they speak. Double heart ndo unafiki ndo kauli mbili mioyo miwili. Huwezi kumjua kwamba ana moyo mzuri au moyo mbaya. Lakini anasema flattering ni lugha ya kujipendekeza. Wewe leo hii lugha ya kujipendekeza imeshamili katikati ya wanadamu. Ndio sasa hivi kuna maneno mengi. Wengine wanaitwa chawa. Wale ni lugha ya kujipendekeza. Na hata kabla hilo neno halijaja. Wanaitwa wapande. Mwingine anakuambia anaitwa kada. Mwingine anakuambia anaitwa wakereketwa. Yuko tayari wengine wanaitwa wafia dini. Yuko tayari abebe mabomu 10 aenda kalipue watu 100 na yeye apotelee humo na kila kitu. Hakuna wakati wote ule ambapo mwanadamu anaweza kaenda akajilipua akaua na watu na yeye akafa ikaitwa kwamba kuna Mungu aliyomo katikati yake. Sio tukio la kimungu hata kidogo. Sio tukio la kimungu. Anasema hao watu huongea. Mstari wa 2 anasema husemezana yasiyofaa kila mtu na vanity. Anatumia neno vanity. Maneno ya uongo. Vanity ni maneno ya ovyo. Maneno ya ovyo. Nenda katika saruni za kina dada. Uniambie katika saruni 100. 100 nyingi tuchukulie 10 tufikirie 10. Unadhani ni ngapi wanaongea mambo ya maana katikati yao? Takataka. Hata za wanaume. Mimi nilikuwa kuna wakati nilikuwa naenda kwenye saluni ya vijana fulani wengi ukiwa pale unakuta nini? Muziki iliyopo ni Diamond ni ushogani ni vitu chafu. Vitu chafu. Vanity. Yasiyofaa. Upuuzi. Ubatili. Ubatili, upuuzi. Hapa kaongea vitu viwili ambavyo vimemuudhi kwenye huu mstari. Ameongelea kujipendekeza. Akaongeza na neno unafiki. Ni vitu viko pamoja hivi. Mtu anayejipendekeza ni mtu ambaye anataka kuonekane wema lakini ambao haupo. Ni fake wa kutengeneza pale. Ndio sio? Mtu angalie matokeo ya mtu mwenye kujipendekeza. Kwanza Mungu anachukizwa sana haya maneno mawili, unafiki, kujipendekeza. Inaenda pamoja. Mungu ni miongoni mwa zile dhambi kubwa sana. Ni miongoni mwa zile dhambi kubwa. Inaweza kuwa ni dhambi kubwa kuliko hata hasira. Hasira yenyewe nayo ni mbaya. Tusome katika kitabu cha Mithali tusikie Mungu anafafanua zaidi. Mithali 29 habari za kujipendekeza mbele za Mungu. Mungu anasema nini? Mithali 29 tusome ule mstari wa 5 anasema hivi. Mwenye kujipendekeza kwa jirani yake hutandika wavu ili kuitega miguu yake. Mtu anayejipendekeza kwa mwingine. Neno kujipendekeza ni tukio linalofanana na mtu anayeweka mtego wa wavu ili kusudi miguu ingie humo anaswe. Kujipendekeza ni kunasa. Na kunasa ni kuangusha na kuua na kuangamiza. Nani kwa pamoja na mimi? Kujipendekeza. Of course, neno kujipendekeza kunaweza kukaonekana kupongeza. Unaweza kusifu kwa kawaida kupongeza ni kitu kizuri lakini kikienda vibaya tu kidogo kikosea tu kidogo kinabadilika inakuwa dhambi kinakuwa kujipendekeza. Macho lengo la kujipendekeza ni kuwanasa watu na hasa unaanza na yule ambaye unajipendekeza kwake unakuwa yeye ndio umemtega wa kwanza.
Lakini uishii kwa yule uliyemtega, unayejipendekeza kwake. Na watu wengine ambao walikuwa labda wanahudumiwa naye. Mfano labda ni bosi kazini. Ukiwa unajipendekeza kwake utamuingiza matatani kwa sababu utampofusha macho. Atakuwa haoni makosa yako. Sasa hivi tabia za kujipendekeza kazini ni kubwa sana. Hasa kwenye kazi za mamlaka hizo za kiserikali. Unakuta mtu yuko pale. Anaanza kumsifu. Yaani wakati mwingine anampa vyeo kiongozi wake kama Mungu fulani. Yaani ukisikia description ya yule kiongozi kwa lugha ya kujipendekeza, ukisikiliza vizuri kama hujajua anamsema nani unaweza kufikiria anamsema Mungu wa mbinguni. Hivyo vyote ni vipimo kwamba waaminifu katikati ya wanadamu wamepotoka, wameondoka. Amina. Kwa sababu neno alilotumia kujipendekeza niko najaribu kuitafsiri katika Biblia sehemu tofauti. Maana yake nini? Maana yake ni kutega mitego, kutega nyavu ili kusudi watu waanguke humo wanaswe. Upate mawindo. Lakini ukiacha na kumtega yule unayejipendekeza kwake, wale wengine labda ni bosi, unawafanya na hawa wengine ambao walikuwa wanahudumiwa na huyo bosi wakose fursa zao, upate wewe ambazo sio za haki wanadamu. Amina. Ukisoma kwenye Mithali tuko kwenye 20 na tuko kwenye 29. Turudi kidogo nyuma 26. Anasema mstari ule wa 28 anasema ulimi unenao uongo huwachukia wale wao haribu. Mithali 26:28. Na kinywa cha kujipendekeza hutenda uharibifu. Ukiendelea katika mifumo ya kisiasa, mchezo ulioko pale mkubwa kabisa, unahitaji kwenda na dola, unahitaji kwenda nenda na kinywa cha kujua kujipendekeza na kulambalama miguu. Kulamba miguu. Mtu anaweza kafika sehemu fulani akaenda barabarani akarara akaanza kujigaragaza yuko anasifu mamlaka ziyafanya nini. Mungu anasema huo ni uharibifu. Ni uharibifu sio nini? Sio sifa wala sio kumtia moyo bali ni kumnasa na kumdanganya na kumpotosha. Amina. Ukisoma katika hapo ni mfano labda katika mtu na bosi, cheo na nini. Lakini hata katika maisha ya kijamii ya kawaida, ukisoma katika kitabu cha Mithali hiyo, some mstari ule wa mlango wa 6. Mithali 6 anasema mstari ule wa Mithali 6 tusome mstari ule wa 24. Mithali 6:24 nasema hivi. Anasema kuanzia 23 anasema maana maagizo yangu maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima ya kulinde na mwanamke mwovu asikupate na kukuponya na ubembelezi wa mwanamke mgeni au mgeni. Leo hii vile kwa upande kina mabinti ni wepesi wa kutumia kauli na lugha. Yaani anaweza akambana mtu hata akala ada ya mtoto. Akatumia lugha ya ubembelezi. Haina niulize Delila na Samson. Kilichomaliza Samson ni nini? Of course cha kwanza ni ujinga wake na tamaa zake. Lakini mbinu iliyotumika kumaliza kabisa ni ubembelezi. Samson, niambie kweli unanipenda. Unanipenda kweli. Kama sasa niambie hivi unawezaje kufungwa jamani? Haya nguvu yako yote unayapata. Niambie. Sasa unamuulizaje mtu namna ya kumfunga? Kama sio yani unampofusha. Hiyo ipo mpaka leo. Ngoja nikwambie, binti jifunzeni kuongea kwa lugha nzuri, laini, sawa, lakini ambayo haina hila ndani yake. Delila wako wengi leo hii na majinga kama Samson yako mengi vile vile. Kwa hiyo uwezo kumlaumu mmoja utawalaumu wote.
Lakini kila mtu ana nafasi yake ya kusimama vizuri. Tuko tunaangalia waaminifu. Delila alikuwa mfano wa mwaminifu. Je, hao mabinti wa bembelezi ni waaminifu? Anaweza kaangusha tu sauti ukasikia ilivyoshuka tu peke yake. Hata kama hujasikia kauli, ukaona tayari kinachotakiwa chote kinapatikana. Hebu niambie Samson jamani. Haya akamdanganya mara alipoja Samsoni Wafilisti wanakuja kumaliza. Akakata zile kamba. Jamani upendo gani jamani? Wanaume simwambia mtupende, mbona hujanipenda? Yani nikupende kwa kuangamia kwangu. Leo hii wanaume wanaangamia kwa maneno kama hayo. Anaweza kaenda kala mtaji. Akala mtaji. Ipo sio? Ipo kubwa. Lakini ukiangalia yote yanagota sehemu moja kwamba lugha ameongelea habari ya waaminifu waliokoma akasema ni watu wenye kutumia lugha ya kujipendekeza pamoja na lugha nyingine aliyoitumia pale, lakini kujipendekeza ndio imetokeza waziwazi. Na tukaona watu wote wanaojipendekeza hatima yao ni kuangusha wale ambao wanajaribu kujipendekeza kwao. Ni hatima yao hawabaki salama, ni kuanguka. Ni kuanguka. Tusome mstari ule wa 3. Anasema Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Bwana ngambie hakuna kosa ambalo litafanyika lisipate adhabu stahiki. Anasema haya maneno yote ya kujipendekeza yatakomeshwa. Anasema the Lord shall cut off all the flattering lips and the tongue that speaketh proud things. Na ulimi unaonena maneno ya kiburi, ya kujiinua. Ngambie njia ya watu wa namna hiyo ni fupi. Leo hii mtu anaweza katoka akaenda akajipendekeza akaingia katika mfumo wa mamlaka, vyombo vya dola, vyombo vya kijamii, vya kisiasa, vya nini. Lakini hata dumu mle muda mrefu. Baadaye atatupwa. Lakini wewe mwambie yule aliyeingia vipi kwa bidii? Vipi yule aliyeingia kwa utendaji bora uliotukuka? Yupi aliyeingia kwa uaminifu? Kudumu humo kwa muda mrefu. Njia ya Mungu ni fupi. Na mbio za sakafuni huishia mbele pale ukingoni, sio mbali. Hazivuki mlango. Wewe mbele unanisikia kutokea mbali na sisi yuko hapa. Tusitafute shortcut katika kufanikisha maisha yetu. Na mara nyingi utakuta mtu anafanya mbinu hiyo akiwa anajaribu kuwashusha wengine kusudia ajiinue. Ukisoma ukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 55. Tuendelee kuchimba kidogo. Tusikie Biblia. Mungu anajua mioyo, anajua maisha yetu ya zamani waliotangulia na wajao na sisi tuliopo na wakati wote. Kwa hiyo neno la Mungu linaendelea kama vile kufafanua zaidi. Ukisoma katika Zaburi ile 55, mstari ule wa 21 anasema hivi. Kinywa chake ni laini kuliko siagi, bali moyo wake ni vita. Maneno yake ni mororo kuliko mafuta, bali hayo ni panga zilizo wazi. Watu wenye maneno mororo, laini, kinywa, kauli, ulimi, laini. Na ukiangalia ukakuta sio hakuna sababu ya moja kwa moja kusema vile. Anasema ni kama koli lilo wazi lilo tayari kumeza na kuangamiza. Haina tofauti na chatu. Linalofungua hivi linaingiza mnyama linameza mzima.
laini zaidi ya siagi. Siagi ni si mafuta. Hiyo haina tofauti na ile methali ya Kiswahili inayosema mtu anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Huko ukiangalia unaona vitu laini lakini anachotumia ni mgongo wa chupa unakata. Kipande cha chupa kilicho katika mtu akitumia kunani atakukwangua tu. Wakati wewe ukiangalia unaona unapakwa mafuta. Lakini damu inatoka. Wanadamu tujifunze kuwa na kauli moja. Tuweze kuwa na kauli moja na tukitafuta kujulikana au kutambulikana au tuwekeze katika bidii, tuwekeze katika wema. Na wakati mwingine kwa nini usimwombe Mungu hivyo zote tunavyohitaji. Soma katika kitabu cha Zaburi ya 20 Mithali 27. Mithali 27:6. 27:6. Anasema hivi. Anasema maneno ya rafiki. Ni bora upate maneno michubuko ya inayotokana na maneno ya rafiki yako wa kweli kuliko lugha laini inayokupaka mafuta laini ya uongo. Ndio sio? Ni mara 100 nikutane na mtu ambaye ananitakia mema na ananiambia kauli kidogo rafu kuliko yule ambaye ananitakia mabaya na ananiambia maneno laini kama mafuta kama siagi. Ndio sio? Michubuko anasema majeraha unayopata kutoka kwa rafiki ni bora kuliko ubembelezi wa adui. Ndicho anachosema. Ujumbe tu upata ni nini? Mtu anayekupenda, ambaye yuko kwenye nafasi, ambaye hana historia na kukupotosha na kufanya nini? Hata kama atakuwa kidogo anakupa maneno mazito magumu, huyo ambatana naye, mpende huyo kuliko huyo ambaye ukienda kwake unajisikia tu unasifiwa uongo na kudanganya. Mstari wa 4 anasema hivi, Zaburi 12:4 anasema hivi. Anaongelea kuwasema wale watu waovu. Anasema hao watu anawasema waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye bwana juu yetu. Hawa ni watu ambao anapokuwa anafanya maneno kama hayo anakuwa hana hofu ya Mungu. Ni nani aliye bwana juu yetu? Wewe mtu yote ambaye ana hofu ya Mungu ni vigumu sana kufanya kila kitu cha kutisha kama. Mtu mwenye hofu ya Mungu hawezi kawa chawa. Hawezi. Ukiona uchawa umezidi, jua hofu ya Mungu imeondoka. Anasema wanasema kwamba maneno yetu, mbinu zetu, ujanja wetu, sera zetu, midomo hiyo, kauli zetu ndizo hasa zitakazo tu, ndizo ngao yetu. Hakuna mambo ya sheria ya Mungu, si kuna Biblia. Anasema huko hatutambui, sisi tunaenda kwa nia zetu na kauli zetu na vitu vyetu na sera zetu na mpango yetu. Hao ni watu ambao unaweza kusema ni watu wasio ni atheists ambao hawaamini katika uwepo wa Mungu. Wewe mwambie kuna watu wasioamini katika uwepo wa Mungu, sio kwa kutamka tu, labda kwa kutamka hasemi. Anaenda kanisani anafanya nini, lakini maisha yake unaona kabisa kwamba yanafanana na yani yanamtanabaisha kwamba ni kama vile hakuna Mungu. Yeye ndiye Bwana wa maisha yake. Jamani, ujumbe tunaopata tuwe na hofu ya Mungu itatuondosha kuwatia watu katika majeraha na matatizo ya kujipendekeza. Na niko pamoja na mimi. Tusome Zaburi 12 mstari wa 5. Twende mbele. Anasema hivi: kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Wanayemfyonya. Mungu anasema hoja ni ile. Mungu anasema hawa watu, na mara nyingi ni watu wenye nguvu, kwa sababu kwa ajili ya kujipendekeza wanapata nguvu, wanapata mamlaka. Anasema hawa watu wanaojiinua, walio na nguvu na mamlaka kwa njia ya ujanja na kujipendekeza,
wanatengeneza kundi la watu maskini, watu wadhaifu, watu wanyonge, anasema sasa mimi sitaliruhusu liendelee kwa muda mrefu. Uovu hauwezi kudumu milele. Mungu anasema sasa itafika wakati nitainuka. Wewe mwambie siwezi kujua ni lini. Hakuna anayejua nyakati na majira ya Bwana. Mimi mwenyewe sijui, lakini ninachokijua kwa uhakika Mungu hata acha uovu ushinde daima. Una uwezo kuona mtu labda uko kazini unafanya kazi, unaweka bidii, unafanya nini? Nafasi yako haionekani, bidii yako haionekani, kila siku wewe ndo mtu wa kudhalilishwa, ndo mtu wa kutupwa, kurudishwa nyuma na nini, lakini hiyo siku hiyo habari na mwisho wake. Yesu alisema yanipasayo yana mwisho wake. Mungu anasema na mimi nitafika wakati nitachukua hatua. Kwa sababu sisinzii wala silali. Wewe kupe neno la faraja. Kama unapitia katika kipindi kigumu, labda uko katika mazingira ya kazi ambayo huna uhakika kama utakaa, yani ushachoka na nini, lakini huwezi tena ukatoka kwa sababu huna uwezo kuanza upya na nini. Muamini Bwana, muombe Mungu, simama na Bwana, msiba wako utaisha. Nyakati za matatizo tutaondoka. Amina. Tusonge mbele kidogo. Tuko kwenye mstari wa 5. Ni ahadi ya Mungu kwamba Mungu atakuja awatetee walio wanyonge, awatetee hawa wanaoonewa kwa kutumia mbinu ya ubatili na kujipendekeza na nini. Mstari ule wa 6 anasema hivi. Sasa mstari wa 6 umekosoa kweli. Kwa hiyo itabidi ni usoma kwenye King James. Kwenye Biblia ya Kiswahili anasema hivi, ngoja nilinganishe. Sema maneno ya Bwana ni maneno safi. Okay, mstari wa 6 hujakosewa. Mstari wa 6 uko sawa. Uliokosewa ni wa 7. Ngoja tu usome wa 6 kwa Kiswahili moja kwa moja. Sababu nilikuwa nimefikiri kwamba ndio uliokosewa. Wa 7 ndio umekosewa. Wa 6 uko sawa, anasema maneno ya Bwana ni maneno safi. Ni fedha iliyojaribiwa motoni. Anatumia neno karibuni. Motoni juu ya nchi iliyosafishwa mara 7. Si hakuna mtaalamu wa mambo ya vito na dhahabu na nini hapa tulipo, labda na almasi, lakini siamini kwamba inaweza kusafishwa mpaka ikafika mara 7. Lakini nakwambia nikitaka kuangalia maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu ni nini? Ni hii hapa. Ni hii Biblia hii. Sawa? Anasema yale maneno ni maneno safi. Ukijaribu kulinganisha na vitu vya duniani ni sawa na dhahabu iliyopitishwa katika moto na kusafishwa mara 7. Itakuwa inang'aa kiasi gani? Labda kupindukia. Maana hakuna uchafu hata kidogo uliobaki ndani yake. Wewe mimi. Hiyo ndio ushuhuda wa Mungu akisema habari ya neno lake mwenyewe. Linajishuhudia. Sema maneno yangu ni maneno safi. Lakini leo hii tusome okay, wakati tunasoma nitakusomea, usiende huko, mimi nitakusomea. Ukisoma Zaburi 18:30 Biblia inasema hivi. Nasema Mungu njia yake ni kamilifu. Ahadi ya Bwana imehakikiwa. Yeye ndiye ngao yao wote kwao wote wanaomkimbilia. Anasema njia za Mungu na maneno yake ni kamilifu. Lakini tukijua, na nafikiri sio neno gumu kuliamini. Ndio sio jamani, kusema kwa maneno ya Mungu ni la kweli, ni safi. Lakini twende katika uhalisia. Leo hii kuna hizi dini za wanadamu kubwa hizi. Anakuambia kusoma Biblia mwenyewe bila kupitia kwa kiongozi, si kwa wakuu wa dini, si kitu gani, ni hatari. Na wanashauriwa kabisa kwamba kimsingi usiwe na Biblia. Kabisa. Sijaongeza chumvi na sina sababu ya kufanya hivyo. Nimekuwa kwenye madini yao hawa. Kabisa ukionekana ni mtu anayesoma Biblia unaweza ukaitishiwa kikao. Sio unaonekana kama vile unaenda kujua kweli. Kwa hiyo sasa Mungu ametoka kudhibitisha kwamba maneno yake ni safi, ni mazuri, hakuna kilichopungua. Wewe wa dini lako kubwa unawaambia ni hatari kusoma neno la Mungu. Haya maneno ya nani? Sio maneno ya joka. Maneno ya joka. Basi kama ni hatari kusoma neno la Mungu, anakuambia huwezi kusoma neno la Mungu bila kupitia kwa padri. Huyo mtu ananena maneno ya Lucifer. Na ndio sababu angalia jamii ya Wakatoliki kwa mfano hawana Biblia.
Sio kitabu chao kabisa kikubwa. Mtu yote anaweza kukubaliana na mimi. Sio kitabu chao kikubwa. Lakini Mungu anathibitisha sema maneno yangu yote ni ya haki. Ni boni yamesafishwa na kutakaswa zaidi ya dhahabu iliyotakaswa mara 7. Mungu anasema katika Zaburi, katika Ezekieli 18:25, sina muda kwenda huko, anawaambia ninyi wana wa Israeli, nyie mnasema maneno yangu sio sawa. Lakini je, Ezekieli 18:25, je, maneno yangu mimi, hii Biblia yangu si ndio iliyo sawa? Na maneno yenu si ndio yaliyo ambayo sio sawa? Hizi katiba zenu za duniani, hii miongozo yenu, haya magazeti mnayoandika, watu wanayokaa wanasoma ya takataka na nini, si ndio machafu? Je, neno langu si ndio liko safi? Leo hii watu wanapenda kusoma magazeti au wanapenda kusoma Biblia? Magazeti. Wale wauza magazeti wana wateja wazuri sana. Sasa tuende kwenye ule kwa nyingine tutumie tusiingie miongoni mwao hawa wanaopotea na tusidanganywe. Tusome maneno ya Mungu kwa sababu yanatufaa. Mungu anasema ninayajua maneno mawazo ninayowazia ni maneno, ni mawazo ya amani. Sio maneno ya kuwaweka kwenye hatari ambayo huwezi kuyasoma mpaka upate msaada wa fulani. Hapana. Mstari ule wa 7 nilikuwa naambia kwamba umekosewa, kwa hiyo nitausoma kwenye King James. Lakini nitaulinganisha pia na wa Kiswahili. Anasema mstari wa 7 anasema, Thou shall keep them, O Lord. Thou shall preserve them from this generation forever. Ametoka kuongelea maneno ya Mungu kwenye mlango mstari wa 6. Alafu anatumia neno them. Them ni vitu fulani, hicho ni kiwakilishi. Kinawakilisha kitu fulani. Ni kitu gani? Ni yale maneno yanayotoka kuyasema. Anasema yale maneno yako Bwana ambayo ni safi sawa na dhahabu iliyosafishwa mara 7 katika moto. Anasema Bwana utayatunza. You shall preserve them kutoka katika kizazi mpaka kizazi. Kwa lugha nyingine utatokea maneno ya Mungu yaliyopotoshwa, Biblia za uongo nyingi, lakini Mungu ataendelea kutunza neno lake kizazi mpaka kizazi. Na ndio sawa anasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Yataendelea kuwa baki salama. Kwa hiyo Mungu ndiye anatunza maneno yake. Mungu ndiye lakini ukisoma kwenye Kiswahili, Biblia ya Kiswahili inasema ule mstari wa 7, wewe Bwana ndiwe utakayetuhifadhi, utatulinda na kizazi hiki milele. Imehusikaje? Ametoka kuongelea maneno ya Bwana yaliyo safi. Kwenye King James anasema hayo maneno shetani anataka ayachafue. Anataka ayachafue, haribu. Mwandishi wa Zaburi akinena katika roho anasema Bwana tunajua ni wewe ni mwaminifu, maneno yako tutaendelea kuyatunza ili kuzuia kile kizazi kiweze kuyapata yakiwa salama. Lazima tumwamini Mungu katika hayo. Nani yuko pamoja na mimi? Mstari wa mwisho anasema, mstari ule wa mwisho, mstari wa 8 anasema wasio haki hutembea pande zote, ufisadi ukitukuka katikati ya wanadamu. Anasema ufisadi unayotumika sasa, inatumika leo. Ufisadi ni kama mambo ya rushwa na matumizi mabaya ya fedha. Sio anachoongelea moja kwa moja, hiyo ni sehemu yake. Anaongelea mara nyingi Biblia inapotumia neno ufisadi inaongelea matendo machafu ya dhambi katikati ya wanadamu. Sio moja kwa moja kwenye yale mambo ya kisiasa na kiuchumi. Lakini nayo ni sehemu yake. Huko nako kunatakiwa kuwa safi, lakini Mungu anaongelea usafi wa mioyo na nia na tamaa za mwili na takataka zote hizo za wanadamu. Kwa anasema wasio haki, watu waovu. Hili kundi alikuwa analiongelea hili la watu wanaojipendekeza, wanaowatega watu waanguke katika tanzi, katika mitego. Anasema wasio haki hutembea pande zote, ufisadi ukitukua kati ya wanadamu. Anasema
kunapokuwa uchafu unapoendelea kuwa mwingi na maneno ya Mungu yakawa machache na kweli ya Mungu inapokuwa safi, uovu hutamalaki, ndicho nataka kusema. Anasema hutembea pande zote. Yaani ukienda kushoto unaokuta, ukienda kulia unaokuta. Wewe waambie leo hii ukitafuta ufisadi na takataka na uchafu utaokuta kulia na kushoto. Utaokuta ndani ya hao wanaojiita watu wa dini, utaokuta katikati ya watu wa dunia, utaokuta katikati ya Wakristo. Yaani unakuta wewe ulize leo hii, hebu tuulize swali. Leo hii ukienda ukakuta mtu anayetembea nusu uchi, utasema huyu ni mtu wa dunia, hawezi akawa mtu wa kanisani? Hapana, kwa sababu gani? Kwa sababu takataka zinapozidi zinaenea kote kote, zinaenda kulia na kushoto. Na hiyo ni nyakati ya hatari mbele za Mungu. Mungu na naongea kama mjumbe wa Mungu, mniamini kabisa. Dunia inapofikia sehemu wale waliokuwa na jukumu la misingi ikaharibika, pale ambapo ndio ungetegemea salama. Leo hii mzazi ana tabia za amepotoka kama mwanae. Usitegemee kile kizazi kupona, kwa sababu tatizo liko kwenye msingi ambao yule mzazi aliyemleta duniani. Leo hii mama wa miaka 40 na mtoto wake wa miaka 20 au 45 wanavaa vinguo vinafanana. Ndio sio? Vichafu sawa sawa. Viovu sawa sawa. Sasa nyakati kama hizo ni nyakati za hatari. Ndipo ambapo unaona kwamba kabisa mwenye haki amekoma. Matumaini yamefutika. Wewe ili kusudi Kristo aweze kurudi mara ya pili, lazima giza liweze kuwa jingi katika uso wa dunia na uchafu. Wakati huo injili inaendelea kufikia mataifa, lakini watu wanaichezea. Leo injili inafikia watu wengi tu. Leo hii kanisa dogo kama hili tunaweza kuhubiri tukasikilizwa mpaka mipaka ya nje ya Tanzania. Lakini ni wangapi ambao wako tayari kubadilika na ile kweli? Anasema ili kusudi anasema na injili tahubiriwa katika mipaka ya mataifa yote ili kusudi iweze kuwa ushuhuda kwao. Wazio akasema bwana Mungu unapohukumu hii hatakuwa tunajua. Mungu anasema mbona nilisubiri mpaka ikawafikia wote, iweze kuwashuhudia mpaka mwisho wa dahari. Nani yuko pamoja na maneno haya? Tumemaliza mlango ule wa 12 kitabu cha Zaburi. Neema Mungu kawafunike. Bwana tunakushukuru kutupa neema hii ajabu. Sio kwa nguvu zetu, mapenzi yetu, tunaomba baraka zako, tunaomba tutie nguvu kuweza kuyaishi, kuyasikia haya yote na tuliyasikia na kuyaishi, ili kusudi Mungu utukuzwe, ufalme wako ujengwe na maisha yetu. Mungu wa mbinguni akakupendeze na ukatubariki Bwana. Tunakushukuru Jehova, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yote. Amen.